Oya. TFF. TFF. Tanganyika Freedom Fighters. Naomba nitoe taarifa mbili kwa haraka. Naanza na nzuri. Taarifa njema. Mungependa kujua watekaji na kina nani? Leo wamejulikana. Watekaji leo wamewapata watekaji. Mnakumbuka jana polisi walitoa tamko kwamba watanikamata mimi na wanaharakati wengine ambao tunachochea si vurugu, si uharibifu, si hofu, tunatia hofu kwa wananchi. Sisi hatutia hofu kwa wananchi. Kwanza tunakanusha hizo statement zao. Tunakanusha maneno yao kwa jina la Yesu. Sisi kama TFF tunapambana na polisi wa uaji. Wananchi wana shida na sisi. Wananchi msiuguze wananchi, mmewatesa muda mrefu. Wananchi wakule bata kwa raha zao, wafurahie. Sisi tuna shida. Sasa ni hivi. Sasa baada ya taarifa ile, kumbe wajinga walikuwa wameshawatuma watu nchini Kenya. Watekaji walikuwa nchini Kenya tayari. Walikuwa wamekuja kututeka sisi, yani kutukamata sisi, watuteke sisi na wanaharakati wengine ambao wapo Kenya. Maana mimi sipo Kenya. Sasa basi imekuaje? Mashallah. Hii Ramadhani ni nzuri jamani. Waislamu wanatuombea sana. Wale Waislamu wenye wapenda haki wanatuombea. Sasa imekuwa hivi, watekaji wamekuja Kenya. Watekaji wamekuja Kenya. Mura vita ni vita. Jamani tucheke kidogo mani, tucheke mura. Sasa watekaji wamekuja Kenya. Najua itauma sana machao CCM. Wametekwa na wanasheria wa Kenya. Watekaji wameingia cha kike. Unajua jana mimi nimeomba Mungu sana. Nimemwambia Mungu, kwa nini mimi nitekwe, kwa kosa lipi Mungu? Nimemkosea nini huyu Samia Suluhu? Huyu Mafwele nimemkosea nini kwa sababu ya kukemea uovu? Na mimi siogopi. Tumekuja tena kwa ukishindo. Polisi hamna amani. Achaneni na wananchi. Acheni kujisumbua kwa tafuta wananchi ambao wana hatia. Tafuteni, rekebisheni ujinga wenu, uovu wenu ambao mnaufanya ndani ya serikali. Tendeni haki. Wananchi wanawachukia kwa sababu ya ujinga wenu. Sasa tuogopi kufa mtutishe na kifo. Sasa mnakuja kuwateka wanaharakati wa Tanzania nchini Kenya kwa taifa la wenyewe. Hata mna vibali, mmevamia tu, mnakuja kuwateka watu. Sikiliza. Tunataka haki. Kenya ni taifa ambalo limeshaendelea, linajua sheria. Wewe ukamwonea mtu Kenya hivi rafiki zangu. Cheni ujinga. Yaani mnaona watu tu tunanyamaza tu, mnawateka watu, hatutanyamaza. Njoni mtu huo mbonye. Njoni mtu huo asenge nyie. Tutapambana nyinyi. Na mtakana amani. Wapeni watu haki zao. Acheni kututisha. Tunadai haki, tunataka utekaji uishe. Hilo ni kosa. Tunaposema tutaki utekaji tunakuwa haribifu nchi. Tunaposema hatutaki utekaji tumekosea. Tunapoitaka katiba mpya tunakosea. Tunaposema kwamba walio kina Mdude waachiliwe kuna makosa hapo. Sasa uharibifu unatokea, hofu kwa wananchi inatokea wapi? Mnaambia wananchi msio na hofu. Tanzania ipo shwari, hali ipo shwari. Hali gani ipo shwari? Watanzania wamekimbia taifa lao mbonye. Hamna akili. Mnatutisha nye polisi kama nani? Mbonye mnatutisha kama nani? Takataka. Kama nani mnatutisha kama nani? Muna nini? Mkisha vuzo uniform mkisha vua magwanda yenu mnakuwa watu wa kawaida. Tunajua mitaani. Tukiamua kufanya mambo mtakaa na amani. Haki ya Mungu. Acha kututisha. Mnatutisha kutukamata sisi. Hivi unafikiri mtanikamata kizembe tu nimetulia tu kwangu tu nimetulia mnikamata tu. Mimi nitalipuka na nyinyi umbonye. Acha ni ujinga. Sasa tumefika mahali mazee utuchokonoa. Endeleeni kutuchokonoa. Yetu unaita wanahabari. Mimi nadhani labda unaita vyombo vya habari muambie kina Mdude wapo hapi. Mnaenda kutusungumuza sisi. Eti wanataka kuharibu nchi. Nchi gani? Wenyewe mnaharibu nchi. Mnapoua watu, mnapoteka watu, mnapowafira watu. Hiyo ndio amani. Tunapojitokeza kukemea amani, tunapojitokeza kukemea ujinga, mnasema sisi tunaibu hiki. Wananchi wa upande wetu, acheni kuingiza wananchi kwa ujinga wenu. Acheni kuingiza wananchi kwa ujinga wenu. Nyinyi ndio wajinga.
Ni wapumbavu, hamna akili, hamjui kusolve maneno, hamjui kusolve mambo. Eti mnatupost, eti ndio tuogope, hatuogopi. Njoni. Niko hapa Mbeya. Nipo hapa Mbeya. Nipo hapa Mbeya. Roundabout. Karibu na sheria mafuta hapa. Hapa kando kuna hoteli ya Mama Fatuma. Njoni kwa Mama Fatuma. Nipo kwa Mama Fatuma. Nakula raha kwa raha zangu. Nakula raha kwa raha zangu. Na mkija sitawaacha salama. Tutishe, tena kuwasumbua wananchi wakae kwa amani. Tena mnaenda kuwateka watu, mnaenda kuwateka wanaharakati wa Tanzania, Kenya. Hata mnajiaibisha kwa vyombo vya habari. Mnajiaibisha kwenye mataifa. Mnajiaibisha. Yaani sijui hata polisi, polisi gani ambao Mungu alitupea jamaa. Yaani tuna mapolisi mengine ni majinga. Sio ni akili hayana. Si amerogwa. Sijui ni Samia ama Samia ndio ameroga polisi. Ama Samia ndio watuma hapo. Kwa sababu sijui ni akili hayana. Yaani anaita tu yani jambo dogo anaita wanahabari. Yaani badala mkae chini, mtafute suluhisho. Mtafute suluhisho. Eti suluhisho ni kumkamata Trump. Njoni. Si nini wanaume? Njoni. Njoo. Njoni. Kuja. Mtajua mnanizaliwa Kuria. Nimezaliwa Mara. Nikanywa damu ya Mara. Nimekunywa damu ya ng'ombe. Ninakuchinja ukiangalia kwa mwili wako. Njoo kama umejipanga. Njoo. Maana nyinyi mnadhani kwamba mtakuwa mnaonea watu tunyamaze. Tunyamaze kwa ujinga. Uovu wenu, upumbavu wenu tunyamaze. Yaani nyinyi mjiite mkutano mkasuluhisha mambo. Kila siku ni kututia hasira tu. Mnatupandisha tu hasira na tu. Mnatupandisha hasira. Bangladesh. Tunakuja kama maninja. Tunakuja kama mashetani yaliyokosea mji. Tunakuja kama mapepo yaliyochanganyikiwa. Tunakuja. Tukukute. Tukukute mke wa polisi. Tukukute wewe mke wa polisi. Tukukute kwenye anga zetu. Tukukute wewe diwani kwenye anga. Tukukute mwenyekiti wa kijiji. Wewe ndio unawachoma watu. Tukukute vijana msirale. Rale vijana msirale. Bado mapambano. Tanganyika tusirale. Rale Tanganyika tusirale. Bado mapambano. Bado mapambano. Wazazi msirale. Rale wazazi msirale. Bado mapambano. Bado mapambano. Achilia Tanganyika huru. Tunataka Tanganyika huru. Tunataka taifa huru. Tunataka nchi huru. Utekaji lazima uishe kwa jina la ngapi tu. Lakini mauaji makubwa kiasi hiki useme mtu amehongwa aandae maandamano. Vijana si wajinga kiasi hicho. Hizo hela zinazotajwa ziligawanywa kwa mtindo upi kwa vijana wote wale walikuwa wameandamana? Na wale waliouawa kwenye majumba na wenyewe waligawiwa hela. Kama walikuwepo labda hiyo. Lakini tusikatae ukweli kwamba vijana waliandamana kwa sababu gani? Wanasema sababu ya kwanza, ukiwauliza vijana hata sasa hivi, hata nyinyi mlivyo huko hapo waandishi wa habari, hatuko salama. Watu wanatekwa, watu wanapotezwa, watu wanauawa. Ni zoezi lina zaidi ya miaka 2 sasa hivi hilo linaendelea. Vijana wamechoka kuvumilia. Demokrasia haina maana tena kufanya uchaguzi, kwa sababu utagombea utapitishwa, wakala hatapitishwa. Na sisi tulifanya kikao hapa tukawashauri serikali tarehe 30 mwezi wa 4 usiku wake ambapo waliamua kuniua mimi. Ndio tulipitisha yale maazimio, na uzuri yamekabidhiwa pia serikalini mwezi wa 8 tarehe 27. Tuliyakabidhi pia. Pamoja kwamba ilikuwa tuyakabidhi, wasi nilipofuata wakatabu niua, Mungu bariki, nikapona kidogo basi. Najua naweza nikauawa leo baada ya taarifa hii pia. Sasa tulisema haya yasipozingatiwa nchi haitakaa salama, tunaelekea pabaya. Jambo
Jambo TV huyu hapa amearipoti, nendeni kwenye clip ninapomwambia tunaelekea pabaya. Nchi inaharibika. Fuateni hizo clip ziko hapo, tuliongea. Tunaelekea, taifa linaelekea pabaya, tulishaona. Lakini kupuuza viongozi wa dini ni hatari sana, kwa sababu viongozi wa dini hawana maslahi binafsi kwenye taarifa zinazohusu uhai wa mtu. Tunapogusa uhai wa mtu, hatuko na maslahi binafsi. Tunaangalia uhai wa mtu aliyoko na yule ajaye. Kwa hivi kusema watu wamenunuliwa na nini si kweli. Kuna matatizo yanayoendelea ya msingi ya nchi ambayo hayajashughulikiwa. Watu wanatekwa, watu wanapotezwa, watu wanauawa. Kuna watu zaidi ya 80 kitu, taarifa ambazo tumeziona za TLS na taarifa zingine Legal and Human Rights Center, na wena namba inaongezeka. Angalia utekaji uliokuwa umeanza kuzuia maandamano ya tarehe 29. Ulikuwa utekaji. Tunashukuru baadhi yao wamepatikana, wengine hawapatikani mpaka sasa. Ukiuliza wanaambia hatujui alitekwa na nani. Lakini nani aliyeweka ahadi ya kulinda watu nchini? Na wanaoteka wanakuja na magari. Matajiri hao wanateka maskini hao, wana shida gani? Alafu vijana wamejenga uwezo kutokana na elimu nzuri ya Tanzania, elimu ya sekondari, vijana. Kwa hiyo msituzuie vinywa tusiseme, wala msitutangazie kwamba rais amesema kanisa lifunguliwa. Alilifungia kwa nini? Atueleze sababu alizokuwa amefunga hilo kanisa. Sababu zilikuwa ni zipi? Hana sababu. Kwa hiyo hatuwezi kuchekelea kwamba kanisa la Gwajima limefunguliwa. Limefunguliwa na nani? Ni nani aliyelifungua? Tukisema vurugu baada ya uchaguzi. Uchaguzi huo kwani rais alishindana na nani? Alishindana na nani wakati watu walikuwa wameshawekwa ndani, mara wamezuiwa, mara hivi? Yaani unaona uonevu mpaka unasikia hasira. Yaani uonevu juu ya vyama vya siasa hivyo vikubwa. Hata bungeni tulikuwa tunaona kabisa wapinzani wakichangia na kuambia huyo spika atakuja juu, ataweka kanuni hapo, lakini CCM ikichangia hamna. Huo ni uonevu, sio kwamba wananchi hatuoni, tunaona na tunaufahamu. Wala msifikiri kwamba mtatugiribu akili kisa mmefungua kanisa, sio mmefanya nini. Mmefungua kanisa wakati mmeiba vitu chungu zima. Aliyeiba nani wakati kanisa ilikuwa chini ya polisi? Nani kaiba vile vitu? Pesa zote zimeibwa. Sasa mpaka tunafika mali tunajiuliza, hivyo polisi, kazi ya polisi ni kumlinda rais au ni kulinda raia na mali zao? Yaani tumefika mahali kwamba hatuna mtetezi. Ukienda kwenye JWTZ, jeshi la wananchi, lakini linaonekana kwamba ni jeshi la rais. Na ndio maana hata alipo hapa aliapia huko jeshini, manake hao ndio labda waliompigia kura hao. Na ndio wanajeshi wake wako kumlinda yeye tu. Wananchi dakika zote wananchi ni wakosaji. Kila dakika wananchi ndio wakosaji. Rais akosei. Anakosea sana tu. Mnashindwa kumwambia tu ukweli. Lakini rais angeujua ukweli kwamba anafanya makosa. Haya. Sisi yetu macho. Tumesema kwamba wapeni